Katika maisha yetu ya kila siku, huwa tunapitia vipindi mbalimbali vya maisha. Kuna vipindi vya furaha na amani, lakini pia kuna vipindi vya shida pamoja na matatizo. Changamoto ni moja kati ya kitu ambacho kinaweza kukufanya wewe ukajikuta umeingia katika msongo mkubwa sana wa mawazo. Lakini je, ni ishara gani zitakazoweza kukufahamisha ya kwamba mtu fulani kwa sasa yupo katika msongo mkubwa sana wa mawazo? Kuna ishara kadha wa kadha ambazo zinaweza kukufahamisha ya kwamba mtu huyo ana msongo wa mawazo, na baadhi ya ishara hizo utazipata katika video hii ya leo. Yapo mambo mengi unayohitajika kuyafahamu zaidi. Changamoto za maisha zimesababisha watu wengi kujikuta wakiingia katika msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo uliowasababishia matatizo makubwa sana, hata kuweza kujitoa uhai wao kwa kujinyonga kwa namna moja ama nyingine. Utakapomwona mtu yoyote yule anakuonyesha ishara hizi, basi fahamia kwamba mtu huyo ana msongo wa mawazo na unahitajika uweze kumpatia msaada wa haraka sana, ili mradi asije kupatwa na matatizo makubwa zaidi ya hayo. Yapo mambo mengi unayohitajika kuyafahamu zaidi. Namba moja, mabadiliko katika tabia ya kawaida. Mtu mwenye msongo wa mawazo katika maisha yake, utamuona muda wote anakuonyesha mabadiliko ya tabia yake ya kawaida. Ataanza kutoroka au kukaa peke yake, atajitenga na watu, muda wote atakuwa na hasira, huzuni mara kwa mara, au kukosa hamu ya kufanya mambo ambayo walikuwa wakiyafurahia hapo awali. Kama mtu huyo alikuwa ni mchapakazi na kwa sasa amekuwa na msongo mkubwa sana wa mawazo, basi hatopenda tena kufanya kazi. Muda wote atakuwa anajitenga peke yake, amejiinamia, huku akitafakari juu ya changamoto mbalimbali anazozipitia katika maisha yake. Namba mbili, mtu mwenye msongo wa mawazo atakuonyesha mabadiliko makubwa sana katika mfumo wake wa kupumzika ama kulala kwa namna moja ama nyingine. Huenda kutokana na msongo wa mawazo alionao akajikuta anakosa usingizi au akawa analala sana tofauti na ilivyokuwa kawaida. Ukimwona mtu anakosa usingizi au analala tofauti na ilivyokuwa kawaida, basi ichukulie kama ni ishara ya msongo wa mawazo kwa namna moja ama nyingine. Namba tatu, kutokuwa makini au kusahau muda wote. Msongo wa mawazo unaweza kusababisha kutokuwa makini au kusahau mambo mengi kwa namna moja ama nyingine. Utakapomwona mtu anasumbuliwa na tatizo la kusahau baadhi ya mambo, basi fahamia kwamba hiyo ni ishara mojawapo ya mtu mwenye msongo wa mawazo katika maisha yake. Namba nne, kuwa na wasiwasi au hofu. Kuwa na wasiwasi au hofu kuhusu mambo yanayoweza kujitokeza katika maisha au kuhisi wasiwasi bila sababu ya msingi ni moja kati ya ishara ya mtu mwenye msongo wa mawazo katika maisha yake. Kama ndugu yako au rafiki yako wa karibu anaonekana muda wote akiwa na wasiwasi, akiwa na hofu juu ya mambo mbalimbali katika maisha yake, basi amini ya kwamba mtu huyo ana msongo mkubwa sana wa mawazo na anahitajika aweze kuupata msaada wa haraka tofauti na ilivyokuwa kawaida. Namba tano, mtu mwenye msongo wa mawazo atakuonesha mabadiliko makubwa sana katika uzito wake. Atakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuongezeka au kupungua uzito bila sababu yoyote ya msingi. Huenda kwa namna moja ama nyingine, mtu mwenye msongo wa mawazo akawa na uwezekano mkubwa sana wa kuongezeka uzito tofauti na kukonda kwa namna moja ama nyingine. Yapo mambo mengi unayohitajika kuyafahamu zaidi. Namba sita, maumivu ya mwili. Msongo wa mawazo unaweza kusababisha maumivu ya mwili kama vile maumivu ya kichwa, mgongo au tumbo kwa namna moja ama nyingine. Ikiwa unahisi ya kwamba una dalili hizi au unajua mtu ambaye aliyopo karibu yako anakuonyesha wazi dalili hizi, basi ni muhimu sana kuzungumza na mtaalamu wa afya ili uweze kuupata msaada pamoja na ushauri ni jinsi gani ya kuweza kushughulikia tatizo hilo ambalo ukiliacha huenda likasababisha tatizo kubwa sana katika maisha yako. Yapo mambo mengi unayohitajika kuyafahamu zaidi, na hizo ndizo ishara sita zitakazokuthibitishia ya kwamba mtu wa karibu yako anasumbuliwa na msongo
msongo wa mawazo kwa namna moja ama nyingine, mpe msaada wa haraka ili mradi aweze kupata suluhisho la tatizo ambalo linamsumbua katika maisha yake. Huenda kwa namna moja ama nyingine video hii ikawa ni moja kati ya video bora sana kwako wewe unaitazama. Lakini je, ulishawahi kusumbuliwa na msongo wa mawazo? Kama kuna mawazo yanakusumbua katika maisha yako, basi andika katika uwanja wa comment na sisi tuweze kufahamu ni jinsi gani ya kukupa msaada juu ya tatizo linalokusumbua katika maisha yako. Yapo mambo mengi yatakayokushangaza, lakini ikiwa kama ni mara yako ya kwanza kufungua video zetu, basi jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli yako pendwa ya Bongo Swahili ili uweze kuyafahamu yale yote yaliyojificha kiundani zaidi. Asante kwa kutuamini, asante kwa kufuatilia video za Bongo Swahili. Enjoy!